Akamwambia, wewe utanilazimisha vipi mimi ni swali na Allah azza wa jalla ashasema kwenye Qur'ani, la ikraha fi dini, hakuna kulazimishana kwenye dini. Aya hii waliokusudiwa katika maana yake ni wale waliopo nje ya Uislamu. Kwa hiyo tukizungumzia masala ya la ikraha fi dini, hakuna kulazimisha katika dini ya Uislamu, tunawakusudia wale waliopo nje ya Uislamu, sio ndani. Tukishaelewa nukta hii, tayari tushaondoa mafhumu ambayo mara kwa mara inakaa katika fahamu za baadhi ya Uislamu, kwamba katika Uislamu hakuna kulazimishana. Sivyo, makosa. Hii aya haitumiki katika ndani ya dini ya Uislamu, haitumiki. Inatumika kwa wale walioko nje ya Uislamu, sio walioko ndani. Sio kama tunafahamiana ndugu zangu. Kwa hivyo Muislamu mfano ambaye haswali, ukamlazimisha aswali, ukamwambia lazima nataka nikuone unaswali, akikwambia la ikraha fi dini, amekosea na atakuwa ametumia dalili sio pahala pake. Hilo lifahamu. Sasa akikusomea aya hii na wewe usibaki kimya, ukaona kwamba amekupa hoja, ashakumaliza, akamwambia wewe utanilazimisha vipi mimi ni swali na Allah azza wa jalla ashasema kwenye Qur'ani, la ikraha fi dini, hakuna kulazimishana kwenye dini. Jawabu, mwambie aya hiyo sipo pahala pake hapo ulipoitumia. Hii aya sio yako, haikukusudii wewe Muislamu. Ukishatangaza Uislamu na ukaukubali na ukakiri kwa moyo na ukakubali kwa ulimi na ukatamka kwa ulimi, ni lazima uyatekeleze yale yanayofungamana na Uislamu. Huna khiari, lazima. Na dalili zipo nyingi sana. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu alisimamisha kikosi cha vita kwenda kupambana na waliokataa kutoa zaka. Waliokataa kutoa zaka, akaunda kikosi cha jeshi kwenda kupambana nao kivita. Mtatoa zaka kwa lazima, sababu ni Waislamu, mna khiari. Maamrisho ya Uislamu yote yanakuhusu.